Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Bani Hashimi wanaondoka salama katika nchi yao ya Hijaz na kuiacha mikononi mwa Al Saud chini ya mfalme Abdul Aziz Al Saud. Kwa hivyo basi ufalme wa Hijaz wa Maka na Madina ulianguka kwa kupinduliwa na Al Saud baada ya kudumu kwa miaka 10 tu, na ikatangazwa kuwa Hijaz itatawaliwa na watawala kutoka nchi ya Najdi chini ya ufalme wa ukoo wa Al Saud baada ya kushinda kivita chini ya uongozi wa mfalme Sharif Hussein bin Ali Al Hashimi. Ukoo wa Bani Hashimi uliunda himaya iliyotawala Hijaz na kizazi cha 44 kutoka kwa familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulikuwa ukitawala Hijazi ikiwemo Maka, Taif, Jeddah, Madina na kwingineko. Uliondolewa kimabavu na ukoo wa Al Saud wenye kufuata itikadi za Kiwahabi na ukapelekwa Jordan kuanzia Aprili 11 mwaka 1921 kwa njama za ufalme wa Uingereza. Mwana wa Sharifu Hussein bin Ali alijulikana kama mfalme wa Jordan na Iraq. Kati ya Mei 25 mwaka 1945 na Aprili 3, 1949, ufalme wa Bani Hashim ulianzishwa na Sharifu Abdullah akawa mfalme wa kwanza. Ufalme wa Jordan hutambuliwa kama utawala wa ukoo wa Bani Hashim, yani Mamlakatul Hashimiyya, yani mamlaka ya Bani Hashim. Lakini ukweli ni kuwa Bani Hashim wanapaswa kuwa na utawala wao kwao ambako ni Maka, lakini badala yake wakafukuzwa Maka kwa kuondolewa na Ali Saud Al-Wahabi na wakapelekwa Jordan ambako si kwao, lakini ni mpango wa Waingereza wa kutaka Maka na Madina waondolewe wazalendo wake ili wapewe watu wengine ambao watakuwa watiifu kwa mamlaka za Magharibi. Ni muhimu kufahamu kuwa Waingereza na mataifa ya Kikristo yaliongoza mapinduzi ya kung'oa utawala wa kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika ardhi yao ya Hijaz na kuwapeleka Jordan ili kupisha utawala uliopo sasa kwa faida ya nchi za Magharibi, na lengo muhimu ikiwa ni kudhibiti nguvu za kisiasa, kiutamaduni na kiutawala za Uislamu kuenea duniani, na ili eneo hilo tukufu liwe chini ya watawala watiifu kwa Waingereza na wa Marekani. Januari 8, 1926, Mfalme Abdul Aziz Al Saud alitambulishwa rasmi kama mfalme wa Hijaz, na mwaka ulifuatia Mei 20, 1927, Uingereza ilitangaza kutambua uhuru uliotangazwa na Amir Abdul Aziz, na kisha amiri huyo huyo akapanua mamlaka yake na kujulikana sasa kama mfalme wa nchi mbili, yani mfalme wa Hijaz na Najdi. Aliyetoa ushauri wa mfalme Abdul Aziz kuitwa mfalme wa Najdi na Hijaz alikuwa ni kachero mashuhuri na jasusi wa Kiingereza aliyeitwa John Philby, na jambo hilo lilimfurahisha mno mfalme kuitwa majina ya mfalme wa nchi mbili. Ama kuhusu kuanzishwa nchi ya Israel, jasusi John Philby licha ya kuwa jasusi wa Uingereza, lakini alipingana na takwa la mkoloni huyo dhalim juu ya takwa la Uingereza kusimamia mpango haramu wa kuanzisha taifa la Kizayuni ndani ya ardhi ya Palestina. Philby aliendelea kuisaliti sera ya Uingereza na kupinga juhudi zote za kuunda nchi ya Kiyahudi maisha yake yote. Philby alifichua njama za Uingereza kwa Abdul Aziz wakati wa vita, na pia alisaidia kwa siri makubaliano ya mkataba wa uchimbaji na uuzaji wa mafuta kwa Amerika huko Saudi Arabia. Kitendo hiki kilihesabiwa kuwa ni kuisaliti Uingereza, na Philby alifanya hivyo kama kulipiza kisasi. Pamoja na yote, kwa upande wetu Waislamu tunaitazama Uingereza kama iliyofaulu katika njama zake hizo za kuondoa utawala wa Sharifu Hussein bin Ali wa Maka na kuwamilikisha Al Saud haramu tukufu za Mwenyezi Mungu za Maka na Madina. Kisha ukoo wa Al Saudi wakajiita wahudumu wa sehemu mbili takatifu za Mwenyezi Mungu, yani kila aliye mfalme wa Saudi Arabia hujiita Khadimul Haramain, yani mhudumu wa sehemu takatifu mbili za Mwenyezi Mungu. Hii ni njama iliyofaulu ya Uingereza katika azma yao ya kuhakikisha Waislamu hawawezi kuungana na kuwa wamoja na kwamba ukhalifa hautorejea tena. Hii ndio kazi waliopewa Al Saud katika kutawala kwao haram za Mwenyezi Mungu, na pia ndio sababu ya madhehebu ya Uwahabi, na wajibu wake wa kwanza Uwahabi ni kukufurisha Waislamu wa madhehebu nyingine zote ili kujenga hasama na uadui baina ya Waislamu na hatimaye kumwaga damu zao wenyewe. Na hilo ni katika kutekeleza matakwa ya Uingereza ambaye aliazimia kuhakikisha kuwa Waislamu hawaungani na kuwa na kauli moja.